majina yenu yameandikwa katika uzima wa milele. Kama majina yetu hayajaandikwa katika kitabu cha uzima wa milele, nawaambia watu wa Mungu, nawaambia watu wa Bukoli, hatutaweza kusalimika. Kama majina yetu kitabu cha uzima wa milele kitaangaliwa, jina lako litakosekana, itakuwa ni hatari katika maisha yako. Mungu Baba, Mungu Mwana, wewe ni mpendeza na kukaribisha jioni hii na malizia mkutano huu. Amen. Naomba chukua Biblia vizuri. Hakikisha jina lako limeandikwa katika kitabu cha uzima. Yes. Kuna watu, niandalie kitabu kimoja hapa kizuri sana, hapo kitamu kweli kweli. Maana muda sisi umeshatuishia tayari. Maeneo mengine ambako Mungu tayari ameshaanza kutuandalia, tutaje kwenda kukanyaga maeneo mengine tena. Hilo ni chaguo lako, sio misi ya lazima. Hilo ni chaguo lako, sio misi ya lazima. Hilo ni chaguo lako. Sisi wenye moyo safi tunatangaza Injili. Sisi wenye moyo safi tunaagizwa na Bwana. Sisi wenye moyo safi tutakuwa tumenawa. Sisi wenye moyo safi tunatangaza Injili. Umenawa katika mji wa Bukoli. Wanaweza kanikai, wanaweza kaniambia Elia alikuwa katika misingi ya dunia, lakini Bukoli haukuweza kuhubiri. Wanaweza kaniuliza, nimewahubiria sana. Kama habari za Bwana watu wa Mariapo nimwambia, kama habari za Bwana wakina baba nimwambia, kama habari za Bwana wakina mama nimwambia, nimenawa. Hilo ni chaguo lako, sio misi ya lazima. Hilo ni chaguo lako, sio misi ya lazima. Hilo ni chaguo lako. Sisi wenye moyo safi tunatangaza Injili. Sisi wenye moyo safi tunaagizwa na Bwana. Sisi wenye moyo safi tutakuwa tumenawa. Sisi wenye moyo safi tunatangaza Injili. Wenye moyo safi tunaagizwa na Bwana. Sisi wenye moyo safi tutakuwa tumenawa. Tumemaliza kama kuambia habari zake Yesu. Chaguzi wako ni upi leo? Umesikia swala mimi? Gari karibu laja kuliko hata la Sodoma. Haitachomwa dunia, kuna madhali mpendwa. Zoro karibu laja, ni siku kumbe mpendwa. Haitachomwa dunia, kuna madhali mpendwa. Njoo, njoo, njoo tutengeneze safina. Njoo, njoo, njoo tutengeneze safina. Safina yako mzizi. Hakikisha jina lako limeandikwa katika kitabu cha uzima wa milele. Huo ndio ujumbe wangu na malizia. Wakina mama wa Bukoli, wakina baba wa Bukoli, vijana wa Bukoli, watoto wa Bukoli, kitabu cha uzima wa milele. Jina lako liandikwa katika kitabu cha uzima wa milele. Maana yake kuna maisha. Yes! Nisomewe kitabu cha Ufunuo wa Yohana ile sura ya 20. Kuna vipengele kama 5, nikipata neema nitavizungumza vyote, lakini kwa dakika chache mno, alafu vitakuwa ni vya nguvu mno, vitakusaidia. Sura ya 20. Usisome, sikiliza. Kipengele cha kwanza, hakikisha jina lako limeandikwa katika kitabu cha uzima wa milele. Amina. Amen. Ndio somo letu. Lakini nikasema kuna kipengele kinaanza namba 1. Kitabu cha uzima wa milele ni nini? Nikipata neema nitakizungumza. Kipengele namba 2. Je, ni nani anayeweza kuandikwa katika kitabu cha uzima wa milele? Kipengele namba 2. Amina. Namba 3 si namba 2. Lakini pia kuna hii hapa tena inasema, kuna kipengele kinasema hatari ya kutoandikwa kwenye kitabu cha uzima wa milele. Vyote hivyo nitatembea navyo kwa spidi kubwa sana. Yaani ndani ya dakika 10 nitakuwa sipo hapa. Lakini neno ukilisikia litakukomboa.
kuimba kwaya, pamoja na kwamba kwaya zetu wanakwaya, kuna hatua tunajuana kabisa kwamba katika kwaya yupo Matulanya, sio yale machache. Amina. Kwa hiyo hata kama jina lako limeandikwa kwenye kitabu cha kwaya, lakini kama jina lako bado halijaandikwa katika kitabu cha uzima wa milele, ni kazi bure, haina maana, haitakusaidia. Japo hatujakataa wanakwaya kuchuana idadi zao, hatutakataa wainjilisti kuandikana majina yao na kupambuana idadi zao, hatujakataa. Lakini kama majina yetu hayajaandikwa katika kitabu cha uzima milele, sawa na kazi bure. Maana Mungu akishuka hatutaenda, hata Yesu akishuka leo hatutaenda. Pamoja na kwamba majina yetu yako kwenye kwaya, pamoja na kwamba majina yetu yako kwenye dini, lakini kitokea mwanaume Yesu ameshuka, hatutaenda, hatutaenda. Ndio maana jioni leo nakukumbusha mwana kwaya, unapoimba usiridhike na jina kuorozeshwa tu kwenye lile daftari la kwaya ukaridhika. Usiridhike, hakikisha jina lako limekwisha kuandikwa katika kitabu cha uzima wa milele. Maana jina lako likikosekana katika kitabu cha uzima wa milele, kuimba kwako kwaya itakuwa ni bure. Hubiri kwangu kama jina langu halijaandikwa, hata kama leo nitahubiri mpaka anga linapasuka, kama jina langu halijaandikwa katika kitabu cha uzima wa milele, nitakuwa najichosha bure. Mwenzenu, sikiliza nikwambie, lazima watu wa mji huu ni utakatifu, utakatifu tu. Amina. Kama jina lako halijaandikwa katika kitabu cha uzima wa milele, hata kama dini yako ingelikuwa inamelemeta hivi, haina maana. Nani amenielewa? Apige makofi na vigelegele hapo. Bado niko huku, kwanza ngojeni. Nani amenielewa? Apige makofi na vigelegele hapo. Wangapi leo wako tayari kumkabidhi Yesu maisha yao ili waandikwe katika kitabu cha uzima wa milele? Mahali hapa tu. Kuna mama, nani mama mchungaji hapa? Nyosha mkono. Yuko kule. Unasonda, yuko kule. Haleluya! Watu wa Ikina, watu wa Butori, na waambia majina yenu kama bado hayajaandikwa katika kitabu cha uzima wa milele, hata kama tutaimba kwaya akali zitapasuka, lakini kama bado majina yetu hayajawekwa katika kitabu cha uzima wa milele, hata kama na mimi nimesema, hata kama nitahubiri sana, hata kama nitasema habari za Bwana, lakini kama jina langu halijawekwa katika kitabu cha uzima wa milele, ni kazi bure kabisa. Nipo nami najitahidi kuchuchumalia yale mapenzi ya Baba, ili siku ambapo Mungu atakapokuja ingie na mimi katika uzima wa milele. Wala ambao watakaoingia katika uzima wa milele ni wale majina yao yatakayokutwa yamo katika uzima wa milele. Mwanimva bama yobe. Yes. Besi kijiji. Mbe wayombe wengi sana. Mwani viti. Mnisikia vizuri? Mnielewa vizuri? Bwana asifiwe sana. Niombe sasa soma. Na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa lakini kitabu cha uzima. Ukitaka upate pointi vizuri, unaanza na mstari wa 11 pale katika Ufunuo 20, sura ya 20. Anza mstari wa 11. Ukifika nyumbani soma hapo, anzia 11 shuka mpaka kwenye 15. Amina. Na niyo mama zangu, baba zangu, iwapo mtu yeyote yule hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima wa milele, hawezi akaulisi ufalme wa Mungu. Hata kama kanisani alikuwa ni shemasi, hata kama alikuwa anaimba kwaya kama mimi, hata kama alikuwa anaimba kwaya kama hawa, hata kama alikuwa anaimba kwaya kama wale pale, hata kama alikuwa anaimba kama wale kule, hata kama alikuwa anahubiri kama wakina Moses Kulola, hata kama alikuwa anahubiri kama sio kina Emmanuel, hata kama alikuwa anahubiri mpaka anga linatikisika,
lakini kama jina lake halikuweza kuandikwa katika kitabu cha uzima wa milele, ni kazi bure. Kitabu cha uzima wa milele ni nini? Wenda kuna wakati wataka kuniuliza mhubiri, ni nini unamaanisha? Kitabu cha uzima wa milele ni orodha ya walisi ambao watakaolisi ufalme wa Mungu ulioandaliwa kwa ajili ya watakatifu walioko hapa duniani. Simama kwa miguu yako miwili. Mimi tayari sina maneno mengi, nimekuambia hakikisha jina lako limeandikwa. Nataka niende nyumbani. Simama kwa miguu yako, sogea. Tunakuja, dunia itanyakuliwa, watu watanyakuliwa, wote wataenda papa. Na ile Mathayo 25 na mstari wa 31 inasemea parapanda kuu ambapo watu wote watakusanyika. Madereva kama mimi watakusanyika, wasafiri kama ambao walioko kwenye gari watakusanyika. Sikiliza nikwambie, na vitabu viwili vitafunuliwa. Kingine kitabu kitakuwa cha uzima wa milele, lakini kitabu kingine kitakuwa ni cha hukumu ya milele. Jiulize swali langu, ili hapa mama, utakuwa wapi pale ambapo vitabu viwili vitakapo kwa ajili ya Yesu aliye hai? Kama kuna akina mama wanaelewa, wapige makofi kwa ajili ya Bwana aliye hai. Na mlioko kwenye gari, mmekuwa na neema sana. Kila wakati gari nimekuwa nikihubiri, nimewaambia mlioko kwenye gari, hakikisheni majina yenu yameandikwa katika kitabu cha uzima wa milele. Limeandikwa katika kitabu cha uzima wa milele. Kisha jina lako limeandikwa katika kitabu cha uzima wa milele. Wewe msafiri nielewe, hakikisha jina lako limeandikwa katika kitabu cha uzima wa milele. Yes, amen. Hao wasafiri ukiwauliza kila mmoja, sema tu kwa vile sasa hivi wanagushi sana. Kila mmoja na tiketi. Na tiketi hiyo imeandikwa Nyihunge ni nini? Nyihunge gani? Na wote watakaoenda mbinguni watakuwa na tiketi. Watakuwa na tiketi ya chapa ya Yesu ambayo imechanganywa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Mimi hapa pamoja na kwamba nahubiri, nikishuka sasa hivi nikiingia kwenye gari, lazima waniombe nauli na tiketi. Na kwenda mbinguni tunatoa nauli na kupewa tiketi. Nikusema Yesu, nimekukiri uwe Bwana Mwokozi wa maisha yangu, basi kazi ya Yesu anakukazia tiketi. Yesu ni mzuri kwa kweli. Kuna msukuma mwenzangu amenielewa. Umenielewa vizuri nilichozungumza? Kwa hiyo kama huna tiketi, huwezi ukafika mbinguni. Eneo lako ni jehanamu ambako umeandaliwa moto wa milele, kwenda kuteseka na shetani wako katika maisha ya milele, katika jehanamu ya milele. Niombe watu wote sogeeni, mimi nimeshamaliza.